Ladies and gentlemen, bana, my name is Gada Gadiola Gadimba Shomvi Kibazo Shigamba Igembe na hii ni FAMDT Hot News. Leo nipo na ndugu yangu kabisa, huyo haina hata haja kumtambulisha. Lakini pia pembeni hapa nipo na ndugu yangu mwingine. Tuanze na ndugu yangu, naitwa nani? Unatokea pande zipi? Kwa majina mimi naitwa Zephania Gaspar, maarufu kama Director Zefa, anatokea Kigamboni. Bana, anaitwa Director Zefa, anatokea Kigamboni. Huyu ni wa hapa Kigamboni. Bana, nipo na ndugu yangu anaitwa Mosmat Diego. Hebu bwana, hebu tupe kwanza ile intro yako bwana. Okay, it's Megan Mosmat OGTZ aka Armando Diego Maradona. Ukipenda unaweza kaniita King Diego from Zanzibar. Bana, ndugu yangu kabisa huyu. Leo nipo na nyinyi ndugu zangu katika kuieleza jamii ni kwa namna gani mmomonyoko wa maadili, hususan swala zima la ushoga. Kwanza ngoja niwaulize, wewe unaafiki kwamba ushoga ni mmomonyoko wa maadili? Kabisa. Okay, sawa kabisa. Bana, wewe kwa upande wako unasemaje, ushoga ni mmomonyoko wa maadili? Kwa kweli kwanza ni swala ushoga mimi siliafiki. Yaani by the way nalikataa katu. Ulitaki hata kuisikia yani. Bana, kwa ujumla wamekubaliana na mimi kwamba ushoga ni mmomonyoko wa maadili. Je, ushoga katika jamii una athari gani? Na je, unaweza ukapelekea athari zipi katika maendeleo ya jamii? Tuanze na kamanda hapa. Au ngoja nianze na ndugu yangu then itarudi kwako, sababu wewe ni wa protocol. Bana, tupo na ndugu yangu Director Zefa, au unaweza kumuita Zephania. Bana, wewe unaonaje kwa upande wako wewe, na mchango wako ni upi? Kwa kweli swala la ushoga katika jamii yetu imekuwa kwanza changamoto. By the way imekuwa changamoto sana kiasi kwamba yani sijui nieleze kwa namna gani, lakini nafikiri jamii yenyewe inaelewa. Lakini kikubwa ni kwamba ushoga una athari nyingi sana. Kwa sababu by the way serikali inapoteza nguvu kazi, jamii ambayo pia inawategemea hao vijana waje kuwa msaada katika jamii nao inapoteza. Hata pia elimu pia ambayo tumekuwa tunasema itolewe kwa ajili ya mashoga, lakini by the way imekuwa haifanyi kazi vizuri. Nafikiri kikubwa ni kwamba tunatakiwa tudili na chanzo chenyewe, mashoga wenyewe. Hao ndio watu wa kudili nao zaidi. Kama tutawapa elimu, kama tutawafanyia sijui nini, kama tutazungumza nao kivipi, kikubwa tudili na mashoga wenyewe. Tukidili na mashoga tutaokoa vijana wengi sana, lakini pia sio tu kuokoa vijana, tutaokoa pia nguvu kazi kubwa sana ya taifa, na tutaokoa hata uchumi wetu by the way utakuwa. Kwa hiyo nafikiri kikubwa tudili kwanza na hao mashoga wenyewe, tudili na hao machoko. Tukidili na machoko, hata ambao mabahasha hao na kula mashoga pia hawatakuwepo. Watamla nani sasa? Kila mmoja kashasalimika na utamla nani? Kwa kikubwa by the way nafikiri kwa jamii. Ndio. Nafikiri pia jamii pia yenyewe sio kwamba hao mashoga hapo kwenye jamii tunaishi nao. Ndio. Nafikiri pia hata kumekuwa pia sijui ni unafiki, sijui ni ujinga, sijui ni tuiteje, kwa sababu hata jamii yenyewe pia imekuwa inaona mashoga lakini haikemei. Wanaokemea ni wachache sana. Nafikiri blaza mwenyewe kwa mstari mbele sana. Blaza Nafu umekuwa na support hili. Wengine hata blaza nani yule anamuita anadili na Samkani anadili sana na hivyo vitu. Wao ni wachache sana wanatafuta. Wengine sio kwamba wao ni ukiuliza wengine wanaona wao ni wanaona. Kwa nini hawakemei? Unajiuliza unakuwa upate majibu yanaeleweka. Lakini nafikiri kwanza jamii yenyewe ili mashoga wasalimike, jamii hususan katika swala la malezi washikaji, yani sisi wenyewe ambao tupo, kwa sababu kabla mtu hajawashoga inaonekana alikuwa mwanaume kweli fresh, lakini wazazi nyumbani hakemei hili, kama ni kuna dini hakemei vizuri, kwa sababu naamini hamna dini ambayo ina support ushoga, hakuna. Yes, kwa maana dini pia lazima inabidi zitumike vizuri kuhakikisha zinakemea hiki kitu. Jamii sijui mafundisho yote hakikisha inatoa elimu kwa ujumla kuhakikisha kwamba hili swala halipo kabisa. Bana, huyu alikuwa ndugu yangu kabisa wa maana, anaitwa Director Zefa, unaweza kumuita Zephania. Yeye kasema ya kwake alikuwa yanamsibu. Lakini upande mwingine nipo na ndugu yangu Mosmat Diego. Bana, ndugu yangu, mambo vipi? Mambo safi. Bana, bila shaka umeelewa mada ni kwamba namna gani machoko au mashoga wanaathiri jamii yetu, hususan katika jamii yenyewe na maendeleo ya jamii. Maana tunazungumzia jamii kwa yenyewe kama yenyewe katika malezi nini na vitu vingine, lakini pia jamii katika maendeleo. Hawa machoko wanaathiri vipi? Na je, sisi kama jamii tuchukue hatua gani, na serikali pia itusaidie nini ili kuhakikisha tunawateketeza? Kwa sababu wewe pia umekuwa ni moja kati ya wadau wakubwa sana ambao wanapaza sauti, hususan maeneo ya Tanzania visiwani Zanzibar. Upo wewe, kuna mzee Hai, unaona mnafanya kazi kubwa. Sasa wewe kwa upande wako unafafanua vipi na unaeleza vipi ili jamii ipate kitu? Mimi bwana, nataka nizungumze kwamba masuala ya ushoga yapo kabla yetu sisi kuzaliwa kitambo tu, lakini haijamaanisha kwamba turuhusu iendelee kututawala.
kwa sababu Mwenyezi Mungu ametusii sana tukemee masuala mabaya yote katika jamii zetu, au si bwana? Sisi ni Waislamu, hata Wakristo pia, au si bwana? Katika swala ambalo la ushoga, sidhani kama kuna dini ambayo ina support. Nizungumze na vijana, kwa sababu mashoga ndio ambao washafanywa na wanaendelea kufanywa, na hata kama tukitaka kumbadilisha itakuwa ni ngumu, ila sisi vijana tusiwasapoti, tuhakikishe tunapaza sauti na kuwaamrisha mazuri wafanye, si ndio bwana? Tunamwona ndugu yetu Samkani hapo akaunti yake imepotea, watu wamekaa kimya, watu wamekaa kimya, yani kama wanashekelea, yani kama vile. Kwa hiyo yule jamaa mnampa nguvu, natakiwa aoneshe kwamba wewe unachokifanya hicho kitu kibaya, au sio bwana? Lakini wamekaa kimya na muangalia, bado tupo katika live yake anajaa. Cha msingi zaidi, vijana tushtuke katika hili, na ikitokea shoga yoyote, maana tunaambiwa hauwezi kumhukumu mtu mpaka kuona ushahidi. Ikitokea vijana, ikitokea shoga amekufuata, hakikisha unamchekecha, yani wewe ndio utakao malizane naye, ili aondoke na aogope, ajue kwamba vijana hawataki mambo ya kipumbavu. Bado tumemaliza. Bana, kama mimi sina neno, mimi siwezi kujazia neno ndugu yangu, unajua umeongea vizuri kama ndugu yangu pia hapa alivyoongea. Bana, mimi ushauri wangu pia kwa vijana pia, inasikitisha sana kuona klipu ya shoga ina 10k likes. Klipu ya shoga unakuta ina zaidi ya 10k, yani mpaka unashangaa hawa walio like wamependa nini? So umenielewa vizuri. Kwa hiyo sisi kama jamii na serikali kwa ujumla, hususan serikali katika nyanja za mitandao, iangalie sana watu wa aina hii tunawadhibiti vipi, si ndivyo ndugu zangu? Au vipi bwana? Imeisha hiyo. Mimi nadhani tumemaliza, na ulikuwa na mimi Gadi la Gadimba Shombi Kibazo Shigamba Igembe, Mr. Mchekechaji, Mr. President Nafu Boy. Bwana, kwa heshima tukutane kipindi kijacho. Yes,